My dear fellow Kenyans, I greet you all in the name of our republic. A very good morning. Ndugu zangu wapendwa, kuna mambo ambayo kwamba nimeyaona hivi karibuni, in the past few days. Tumejaribu kunyamaza mambo ambayo kwamba yanazungumzwa na serikali ya Kenya na hawa watawala ambao kwamba waliomo ndani ya serikali. Tumenyamaza, but it has gone to an extent we cannot be quiet any longer. Any longer. It has come a time, an eye for an eye, a tooth for a tooth. My friend William Samoei Ruto, we respect you as a president of the Republic of Kenya. Lakini sasa wewe, ikiwa unasimama, umeona hoja za mahospitali huna tena, hoja za mabarabara huna tena, abduction zimezidi katika nchi, huwezi ufanye jambo lolote, vijana makazi hawana. Sasa umeona the only way you can do your campaign is standing up and start insulting the opposition leaders. Mara sijui Rigathi Gachagua ameiba kiwanja cha babake, mara sijui Kalonzo Musyoka uko kwao sijui amekataliwa, halafu unarudi unachukua na hawa wengine vipomporiro wengine kina Joe kina nani, munakwenda munasimama kwenye stage munatukana watu. If you have nothing to say, Mr. William Samoei Ruto, shut up your mouth. Simple. Simple. Anyway, I'm not here for that. I'm here for my friend called Hassan Ali Joho. His name, nawambia kila siku, ni Hassan Ali Jumbe. Mr. Joho, juzi ulikuwa na Ikuru. Umetukana mpaka tumechoka. Mara sijui Rigathi Gachagua ni mwizi, mara sijui Rigathi Gachagua alichukua kiwanja cha ndugu yake, mara sijui Rigathi Gachagua alilala na wanawake, mara sijui Kalonzo Musyoka, mara sijui Eugene Wamalwa, mara sijui Edwin Sifuna. Mimi nauliza, hebu nikuulize kitu Hassan Ali Joho. Wewe unatukana wa Kikuyu, unawatukana kina Rigathi Gachagua na kina Kalonzo Musyoka, unawaita wa kabila. Wamejenga kwao. Wewe uliokuwa si mkabila umejenga wapi? Hivi wewe mimi nikuulize Hassan Ali Joho, where did you get the guts to stand up and accuse or abuse Rigathi Gachagua, kumuita Rigathi Gachagua malaya au Kalonzo Musyoka malaya? Sasa wacha tuanze na umalaya wako wewe. Nilikwambia ndugu yako Abu Joho alisimama akatutukana watu wa Mombasa, akatunyoshea vidole, akatuambia sijui na sitaki kusikia mambo ya one time. Siku nilipomtolea klipu yake alifunga mdomo wake mpaka leo hajaribu tena. Na wewe Hassan Ali Joho, I'm telling you, you will never speak again. Kwa sababu this time nimekwambia, ukisimama kwa matusi, na sisi matusi yako tunayo. Wewe kama unazunguka, watu wa Mombasa hawataki matusi, tunataka maendeleo. Hebu mimi wewe nikuulize, let's start with this. Wewe unamwita Rigathi Gachagua malaya. Good. Fine. For the sake of argument, Rigathi Gachagua ni malaya. But Rigathi Gachagua is not a homosexual. Neither is Kalonzo Musyoka a homosexual. Nikuulize Hassan Ali Joho, who was your first wife? Unajua wewe unajaribu kuwadanganya watu, ukizunguka na makashda yako na bakora yako umeishika mkononi, unazunguka wewe unatukana watu badala ya kuzungumzia shida zetu sisi watu wa Mombasa tulizokuwa nazo hivi sasa. Wewe unazunguka unakwenda mpaka Manaikuru kwenda kutukana watu, kuita watu mashoga na malaya. Sasa hebu tuanze na huu ushoga, huu homosexuality kwanza. Who was your first wife? Samrat. Mke wako wa kwanza akiitwa Samrat, mtoto wa marehemu mzee Kenneth, yule wa kutoka Seychelles. Nikuulize Hassan Ali Joho, what happened between you and Samrat?
Wewe unasema Kalonzo Musyoka ni malaya, Rigathi Gachagua ni malaya. Sasa tuanze na wewe. Ilikuwaje wewe na Samrat? Wewe ulioa mwanamke Samrat, ukawa unaishi naye, ukawa unashindwa kumuingilia chumbani. Your own brother Hussein Hamid Mkilungu, ndugu yako mama mmoja, akawa anamwendesha mke wako, akaingia kumsaidia kazi mke wako, kukusaidia wewe kazi. Mke wako alikuwa analalamika kila siku, so Hussein had to come in na akamzalisha mke wako watoto wawili, Shahid na Kulthum. Mimi situkani, mimi naeleza mambo kama yalivyo. Wewe unaeleza mambo kama yalivyo ya Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa. Haya sasa, na haya yako sasa yaeleze. Samrat akazalishwa watoto wawili na ndugu yako mdogo wako Hussein Hamid Mkilungu. Nenda kapime DNA. Nenda kapime before you charge me with defamation. Mwambieni Hassan Joho akapime DNA watoto wawili. Wazee wake wakawa wanamwambia kila siku, Hasani, mke wako Samra analala na ndugu yako Huseni. You did not believe it. Siku ulivyokuja kuwakuta kitandani Huseni na Samra wamelala pamoja, matokeo yake ulianguka, ukapata stroke, mdomo ukaenda upande. Mpaka leo unaweka ndevu kuficha ule mdomo wako. Mpaka leo stroke inakwenda ikirudi kwa sababu ya shock ulioipata ulivyomuona mke wako amelala na ndugu yako. What did you do? Baada ya hapo ulifanya nini Huseni? Nani Hassan Joho? Ulimchukua ndugu yako Huseni ukamtuma katika biashara ya drugs Dar es Salaam kule Tanzania. Ukampangia majambazi Jadu, yule mliokuwa mkimpelekea drugs, mkizitia katika matrakta yale, matairi ya matrakta, zikenda Zambia Lusaka. Ukampangia na kina Jadu ili Huseni ndugu yako apigwe risasi Dar es Salaam auawe on Nyerere Road. Risasi ikamkosa Huseni kwenye kifua, ikampiga kwenye mguu. Your own brother, baba mmoja mama mmoja. Mama mmoja. Wewe ni Hassan Ali Joho na yule ni Hussein Hamid Mkilungu. Mpaka leo wewe na yeye you are not in good terms. How dare? How dare? Unasimama, unaita watu malaya, unaita watu wasenge, unaita watu mashoga. Na ushoga una wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako. Hivi wewe, mimi nikuulize, hii topic ya leo sitaki kuizungumza. Nikuulize, wewe na Abdulswamad Sharif Nassir, wewe, yule mke wako wa pili, a very beautiful young lady from Italy, babake ni Muitaliano, mamake ni Msomali wa kutoka Malindi, alikufumania wewe na Abdulswamad, mnafanya nini kitandani? Do you want me to give you a slight history on that? History ya wewe na Abdulswamad? No, hiyo nimekuwekea baadaye. Wewe ulikwenda France, ulipewa mchango wa pesa by the British government kuwasaidia watu wa Mombasa when you were the governor. Zile pesa ulizifanyia nini wewe? Ulikwenda France, ukenda ukajiunga na nini? Please, hiyo topic nimeiweka pending. Endelea na sisi tutareveal. Endelea na sisi tutareveal. Mimi nimekwambia Hassan Joho, sikiliza. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya matusi. Kama ni matusi, wewe si wa kusimama ukatukana mtu. Wewe, ndugu yako Abu, nyinyi si wa kutusimama mkatukana watu. Shut up your bloody mouth.
Watu wa Mombasa hawataki matusi. Watu wa Mombasa wanataka maendeleo. Vijana wetu hawana makazi. Kama umelipwa wawe na Ruto. Sisi vijana wetu Mombasa wanateseka. Chinga wewe, shukulu bukulu wewe. Kama ni kumtukana, nenda kamtukane Suleiman Shahbal. Kinyangaruko chako kile kina Suleiman Shahbal, kamchokonoe Suleiman Shahbal, kamchokonoe Aisha Jumwa, kamchokonoe Machele, kamchokonoe sijui Hassan Sarai, sijui Bezimba, sijui nenda kawachokoroe wale. But don't touch the opposition leaders, my friend. That is a different league. Na nimesema tena, Edwin Sifuna anakuja na atafanya mkutano, na Rigathi Gachagua atakuja Mombasa na watafanya mkutano. Who the fuck you think you are? Kalonzo atakuja Mombasa na atafanya mkutano na Wakamba watahudhuria. Wao namtukana Edwin Sifuna. Nyinyi mliwafanya nini Waluya? Nasema kila siku, yule kijana wa Kiluya mlimfanya nini? Wewe na ndugu yako Abu na Abdulsamad na Harub, mlimfanya nini yule Mluya? Mlimlawiti, mkampiga na video na ikarushwa all over the world. Kijana mwenyewe ni Bruce na meno mkena mkamtoa. Who the hell you think you are? Don't interfere with Kalonzo. Don't interfere with Rigathi Gachagua. Don't interfere with the opposition leaders, with Eugene Wamalwa and all that. That is a different league, my friend. Wewe zunguka huko kwa wale wenye kukatisha mabuno juu ya kiuno, juu ya stage kina Aisha Juma na kina nani wale. Halafu kisha unatuletea ndugu yako. Nani anaitwa Saido? Wewe unataka tumzungumzie Saido? Wewe Hassan Joho wewe Hassan Joho, siku tutakapokuja kutoa video za wewe na Abdulswamad kitandani, badala ya kupata stroke ya mkono wa kulia, utaipata na ya kushoto na ya juu na ya chini. Jinga wewe kabisa wewe. Na wewe Suleiman Shahbal ulivyokuwa mpumbavu, wewe si ni wewe uliokuwa ukizunguka ukituambia sisi Hassan Joho anauza unga? Wewe Suleiman Shahbal ukatuambia sisi Hassan Joho anataka kuiba Baxton. Wewe Suleiman Shahbal umesahau leo ndugu yangu? Umepata wapi wewe Suleiman Shahbal nguvu za kuweza kusimama na wewe ukavaa jikanzu lako na jikashida lako? Mimi niko hapa kwa ajili ya Hassan Ali Joho. Pumbavu mkubwa wewe. Mwangalia alivyo. Wewe mtu na hadhi yako na heshima yako, familia yako, watu wenye kujulikana. Suleiman Shahbal wewe, mtu mwenye hadhi na hisia yako wewe ni wa kusimama na watu wa Mombasa, ukawashika mkono wewe watu wa Mombasa, sio kwenda kuungana na drug dealers wewe ukazidi kutuharibia watoto. We are not here to condemn Hassan Ali Joho on your personal life. Ukitaka kuwa homosexual is up to you. Ukitaka kuwa lesbian is up to you. Those are your personal desires. We can't say anything about it. Sisi, we are here because of the public, not because of your personal homosexuality life. Halafu kisha unasimama juu ya stage unamtukana Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka amekubalika kwa wazee wake na kuambia kila siku. Kalonzo Musyoka amekubalika kwa wazee wake. Sio wewe ulogombana na babako mkatiana ngumi msikiti wa Shibu. Umesahau? Wewe na babako mzazi mlifanyana nini msikiti wa Shibu ndani? Kalonzo bado hajapigana na babake wala Rigathi Gachagua. Hiyo ni topic nimewaekea for another day. Nimekwambia Hassan Ali Joho, matusi hatutaki. Na ukileta matusi tutayafungua makaburi yote. Jinga wewe, pumbavu ulokosa marenda.